Hekima, 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 hekima. Hekima na mali ni vitu vinavyoendana. Wanasema hekima, ukwasi na mali, yaani ukwasi maana yake heshima, ni vitu vinavyoendana. Zamani zile, wakati ule sisi ndo sisi bado wadogo yaani wakati ule wa zamani, miaka kidogo iliyopita, kama ni miaka 50 60 na kitu, mtu aliyekuwa anatoka huko, mtoto wa fulani amesoma, watu walikuwa wanamheshimu sana, ana elimu, amefika form 4, amemaliza darasa la 8, mtu mkubwa ametoka chuo kikuu, alikuwa anaonekana mtu mkubwa kwenye familia hiyo, hata kama hana hekima. Lakini kama kuna jambo la kujadili, tutamsubiria msomi aje kwanza. Kuna jambo la kujadili, tunataka msomi ndo aseme. Tunaheshimu sana elimu yake. Dunia nzima unajua ina wasomi, na wasomi hawa dunia inawatumia vizuri wakati mwingine kwa sababu ya mawazo yao, maana wameelimika hao. Sasa tuna mtu anaitwa tajiri mwenye pesa, yaani mtu kajitajirisha na pesa zake. Anaweza akawa na mawazo ya ovyo ovyo, lakini kwa sababu ana vijisenti vyake, aliuza pamba kule miaka 5 iliyopita, akanunua ving'ombe na kuku na nini, akawa na vipesa. Kwenye familia zetu kule tunakotoka vijijini, huyo sasa tunamsikiliza sana, hata kama ana mambo ya ovyo ovyo, hata kama anatupeleka shimoni, lakini anaela. Tunachoangalia yeye aseme, maana asiposema akasema mtu mwingine, tunaweza tukakoswa hata mchango. Kwa wenzangu wale Wasukuma tunaita nsavi, tunamtafuta kwanza aje huyo, aje hata kama yuko mbali, na yeye akisimama anasema kama sio mimi, kama sio mimi. Sasa wewe jiulize, wewe kabla hujazaliwa watu walikuwa wafanyi maamuzi? Walikuwa wafanyi vitu hivi? Walikuwa hawanywi? Walikuwa watembei? Sasa na hii leo imetawala sana 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 sana. Tamuona mtoto mdogo kwa sababu ana pesa kidogo, ana vijisenti kaweka mfukoni, labda akatoka kule machimboni, anamtuma babake, baba nenda pale ukaniletee vocha. Hebu kati ya wewe na baba yako anayetaka atakiwa kumtuma mwenzake ni nani? Na uwezi kuheshimu watu kwa sababu una vipesa. Hilo nyie wenzangu amulioni au hujawahi kukutana nalo? Na hata ukipita njiani hawezi kupa shikamoo, wewe ndio utamsalimia shikamoo. Tena baadaye wewe kuita mzee, wewe ndio unamuita mzee. Sasa kinachoitwa mzee ni pesa, ni yeye. Na wanakuwa na viburi na dharau kwenye familia. Tena unasikia anasema baba, unajua mimi nikitaka hicho, nikitaka mimi nafanya, yani nikitaka. Hata cha baba yako. Kibaya zaidi ni kule kujifanya yeye ndio mkubwa kuliko hata waliomzaa. Sasa hebu jiulize, siku hizo hela zako zikiisha, maana wewe hujazitengeneza, kuna kushuka na kupanda, zikiisha je, inakuwaje? Utaendelea kuwatuma wazazi wako? Utaendelea kuwadharau watu?
Usiwe na kiburi na dharau kwa sababu umepata pesa kidogo, kwa sababu unamiliki mali. Na sisi wengine nao pia kuna umri wa maamuzi. Unajua mtu mzima ameona mambo mengi sana, amepita vitu vingi sana. Wakati mwingine anasaisha baadhi ya mambo, akiona hili analifananisha na miaka fulani na miaka fulani na wakati fulani liliwahi kutokea la namna hii, kulikuwa na madhara haya. Unampaje mtoto mdogo kuamua kwenye familia kubwa na wazee wapo wenye hekima zao? Wasema huyu tunataka, kuna msiba hapa, tunataka utaratibu wetu sisi, ndio utaratibu, mira hizo. Tunataka tujenge hapa, tumuhifadhi huyu, ameharibika saa 2, anawaambia hapana, mpaka kesho asubuhi, mpaka kesho kutwa, mpaka mimi nifike. Na watu wanatii. Na muda mwingine hata mzazi anamuita, anasema siji, nenda uambie siji saa hizi. Na hata ukija hakuna anayekuuliza kwa nini nimekuita ujaje. Na wewe kwa sababu kuulizwa huwezi kuomba samahani. Na hata ukiulizwa unasema nilikuwa busy sana. Pesa na cheo, hivi ni vitu ambavyo vinawafanya watu, yaani vinakubadilisha wewe, unajibadilisha hata kutembea, kuongea. Kuna mwingine sasa hawezi hata kusalimia watu, kwa sababu mimi siku hizi nina cheo fulani, mimi ni fulani. Tena ajiiti kwa jina lake, na hata mkimuita kwa jina lake anakataa, hataki. Watu wanaogopa, tunamuita mheshimiwa. Unajua mtu anayeheshimiwa, yako mambo yanamfanya watu kumheshimu, na watu wenye ufahamu wao. Kiitwa mzee anasema hapana, mimi sio mzee, mimi ni kijana. Sasa wewe jiulize, kwa nini unakubali uzee na wakati wazee wanakataa uzee? Na wewe mtoto mdogo unakubali uzee. Hata watu njiani wapishi, kwa sababu maisha yamebadilika. Waswahili wanasema aliyoko juu mungoje chini. Wengine wakasema tumpandie huko, hatuwezi kufika huko, yawezekana amepanda na ngazi haraka ameiondoa, tunafikaje? Inabidi yeye mwenyewe ndo ashuke huko chini, juu huko ashuke mwenyewe, kwa sababu anajua alipandaje huko. Hii ni tabia mbaya, yaani tabia mbaya kupitiliza. Yaani wewe unakuwa kwenye familia, tena unaona sasa unakwenda huko na tamba, unasema ni sio mimi, bila mimi. Kama sio mimi, wewe jiulize, kwenye familia mna watu wangapi? Wana mawazo yako, wana akili zako, unafanana fahamu. Unajua ni wewe tu Mungu amekupa. Hata hao unajua walioko nyuma yako, unajuaje watakuja kuwa wakubwa na kuwa na uwezo na vitu vingi kuliko hata wewe? Kwa Mungu alikujalia kuwa na kipato, hebu mshukuru na waheshimu sana watu. Waheshimu watu. Hata kama amekupa cheo na madaraka makubwa, waheshimu watu. Kuna mtu mwingine leo akipata cheo, aheshimu mtu. Nilikuwa na mwenyekiti wangu wa kitongoji na barozi wake siku moja zamani hizo. Sasa wakati huo wa ubarozi wanaweta wajumbe wa nyumba 10. Alikuwa ajali watu, anasema mimi ni barozi bwana.
Tena yeye alikuwa anashinda miaka yote, yeye ndo anashinda. Anashinda tu. Hamjaenda huko alishashinda. Yeye ni balozi. Lakini kuna siku balozi uliisha. Naye alikuwa amezeeka, amechoka kabisa. Balozi yule alitamani hata kujinyonga, lakini sasa hata kamba yenyewe haikuwepo. Sasa maisha aliyoyaishi, aliwaomba watu radhi. Yaani wewe ulivyo na cheo chako na pesa zako, na wewe mwingine ambaye hana cheo, hana pesa, hana madaraka, hamna utofauti. Kama ni wa jinsia ya kiume, uko kama yeye. Kama ni wa jinsia ya kike, uko kama yeye. Wewe mwenye pesa zako na wadhifa wako na heshima yako, wewe ni sawasawa na yule ambaye hana kila kitu. Jione hivyo sasa. Jione kwamba hii ni pesa na huu ni utu. Mimi ni mtu. Wako watu wa namna hiyo, wengi tu, wengi. Hata mzazi wako amekusomesha, baba ameshinda huko, anakata miti, mama anapika pombe, anakimbizana serikali, mara amefungwa miezi 6, ukasoma ukafika huko, ukawa tajiri, ukawa na kila kitu. Lakini leo umesahau. Tena akikupigia simu na unakata tu, unasema niko busy. Alafu najua majina wale wanatubatiza hawa watoto wa leo. Wamama sasa wanawaita madiaba. Madiaba yani yale mandoo yanafanana kama mapipa fulani hivi. Ndio wanamfananisha na mamake. Mamako sasa sana tairi ya gari. Aise kweli vijana mna bahati mbaya sana. Na wewe leo ukimsomesha mtoto akawa na nafasi hiyo, ama akafanya biashara akawa katika nafasi fulani hivi, ana miradi fulani, ana makampuni, alafu akaja akakufananisha na yale majitu yanayosukuma vinyesi yale yanatengeneza kama mpira ile zamani watu wachezea ile, alafu anayasukuma kwa nyuma, anayaita Kiingereza wanaita dingi au madingi hayo. Alafu sasa sisi wazee na uzee wetu ndio mnatuita haya majitu kwa sababu ya kiburi cha pesa. Na sio pesa tu. Unajua hii tabia dharau ni ugonjwa fulani. Hiyo ni dharau. Watu wenye dharau zamani zile, sisi tulikuwa tunawachapa viboko. Tunakuchapa kiboko na pesa zako. Lakini leo utasemea wapi? Hatusemi. Mwenye pesa ndio mwananchi. Alafu sisi tunaobaki raia. Yaani mwenye pesa na madaraka ndio mwananchi. Alafu sisi raia. Ukija kwenye familia, huyo ndio mtu. Alafu sisi mifano ya watu. Maana anasema bila mimi, yani yeye aise, pole sana. Pole sana vijana. Na mara nyingi wanasema sisi wazee tumewafundisha watoto wetu vibaya. Mwaulize, hatukuambia wawe na dharau za namna hiyo. Kwa sababu sisi tumewapeleka shuleni. Sasa tumuulize mwalimu. Wengine walifungiwa wakaishi huko. Mwalimu naye atakataa. Atasema mimi sijamfundisha hivi. Hata ukiingia ndani kwake anakuuliza kwanza, umenawa miguu kule kwanza? Hiyo nguo uliyovaa haifanani na sisi. Sasa baba yako kama unaona nguo yake, yani kama mimi mwanangu, wewe unaona hii nguo haikustahili, si ninunulie. Wewe unaonaje mzazi wako ukimshusha, huwa anaumia kiasi gani? Sababu mzazi naye ana nafasi yake. Wewe chukua hizo pesa zako weka pembeni, magari yako weka pembeni, alafu huyu ndio baba yako, ndio mama yako, ndio kaka yako.
ndio jirani yako. Hebu mpe kwanza nafasi yake. Eti jamani, hao watu amko nao, amuishi nao. Sasa angalia anguko lake. Akiishiwa ama akifukuzwa kazi, unajua akiishiwa ule ukubwa wake, zile sifa zake huwa zinaisha kabisa, na kile kiburi chake kinaisha. Kwanza akianza kuishiwa, anaanza kupita mtaani, anasalimia watu, anasalimia. Utasikia mzee shikamo. Sasa jiulize, kwa nini zamani uko unisalimia mzee shikamo? Na akifukuzwa kazi ama akiwa na tesi za kufukuzwa ama kusimamishwa kazi, anaanza kuwa muungwana. Kwa nini ukuwa muungwana tangia mwanzo? Na wengine sasa ndo anakumbuka nyumbani, ndo anaanza kupiga simu, halo mama, shikamo, habari za masiku mamangu, nitakuja hivi karibuni, nitakuja ni nyumbani. Na akija nyumbani anahitaji maisha mazuri, wakati hakuyatengeneza tangu mwanzo hayo maisha mazuri. Hao watu tunao, wewe ndio umeishi nao ama unao mpaka sasa, ama umewaona. Kama mwenzako alikuwa na mwisho huo na wewe una tabia hizo, kweli jiandae.